Baada ya kifo cha baba yake Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga ndipo alipoianza rasmi safari yake ya kisiasa. Raila alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 katika familia ya Jaramogi Oginga Odinga, aliyekuwa kinara wa harakati za uhuru wa Kenya na makamu wa kwanza wa rais. Miaka mitatu baada ya baba yake kuzikwa, Raila aliyezindua rasmi azma yake ya kuwania urais. Ilikuwa Disemba 3 mwaka 1997 akiwa na chama cha maendeleo cha taifa NDP. Lakini Odinga alipinga matokeo ya uchaguzi wa mwaka 1997 alipoibuka mshindi wa tatu. Mapema 1998 Odinga sambamba na kiongozi mwenzake wa upinzani wa chama cha DP hayati Mwai Kibaki walizungumza na waandishi wa habari wakitaka uchaguzi urudiwe. Kwa hivyo tunataka uchaguzi wa urais urudiwe ili kuwapa Wakenya nafasi ya kumchagua rais wanayemtaka. Ingawa hakukufanyika marudio, mzozo huo uliashiria mwanzo wa vita vyake vya muda mrefu dhidi ya mfumo wa uchaguzi wa Kenya. Mwaka 2002 Odinga alijiunga kwa muda mfupi na chama tawala cha Kenya African National Union KANU kabla ya kujiondoa na kusaidia kuunda muungano wa upinzani wa National Rainbow Alliance Coalition NAC uliomsaidia Mwai Kibaki kuchaguliwa kuwa rais. Lakini baada ya Kibaki kujeruhiwa katika ajali ya gari wiki kadha kabla ya kufanyika uchaguzi, Odinga aliamua kuendeleza kampeni za urais. Hatimaye Kibaki akachaguliwa kuwa rais na kumteua Odinga kuwa waziri wa barabara. Lakini mvutano uliibuka muda mfupi baadaye uliochochewa na mapendekezo ya katiba mpya na kusababisha mgawanyiko wa umma kuhusu mapendekezo hayo. Odinga aliongoza kampeni ya hapana chini ya Orange Movement katika kura ya maoni ya 2005 akipinga rasimu iliyoungwa mkono na Rais Kibaki na akashinda. Baada ya kura ya maoni, Kibaki alimuondoa Odinga kwenye baraza la mawaziri. Odinga na washirika wake wakajipanga upya na kubadilisha vuguvugu la kura ya maoni kuwa chama cha kisiasa cha Orange Democratic Movement ODM. Aligombea urais kupitia chama hicho mwaka 2007. Mwaka 2007 tena akayakataa matokeo ya uchaguzi wa urais baada ya Kibaki kutangazwa kushinda licha ya matokeo ya awali kuonyesha alikuwa akiongoza. Mzozo wa matokeo hayo ulisababisha machafuko makubwa ya kitaifa na mapigano ya kikabila. Hata hivyo, Kibaki baadaye aliapishwa kuwa rais. Huku ghasia zikienea, Odinga alitoa wito wa upatanishi wa kimataifa ili kutatua mgogoro huo. Baada ya wiki kadhaa za mazungumzo yaliyohusisha viongozi wa Afrika na wajumbe wa kimataifa, mkataba uliosimamiwa na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan ulipelekea serikali ya mseto, kama ilivyofahamika kwa kejeli serikali ya nusu mkate. Odinga akatajwa kwa waziri mkuu. Raila Amolo Odinga. Akiwa waziri mkuu, Odinga alimuunga mkono Kibaki katika harakati za kupatikana katiba mpya. Kura ya maoni ya mwaka 2010 ikapita na kuleta mageuzi makubwa. Mwaka 2013 Odinga aliwania urais kwa mara ya tatu chini ya muungano wa mageuzi na demokrasia CORD, akikabiliana na Uhuru Kenyatta, mtoto wa rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta. Baada ya Kenyatta kutangazwa mshindi, Odinga aliwasilisha ombi katika mahakama ya juu akidai kuwepo kwa kasoro nyingi, lakini mahakama ilikubali matokeo hayo ya uchaguzi na Odinga naye akakubali kushindwa. Raila Odinga aliendelea kuwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya baada ya uchaguzi huo, hata ikafikia hatua ya kupewa jina la utani baba. Kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017 aliongoza wito wa mageuzi kwa tume ya uchaguzi, akielezea wasiwasi juu ya upendeleo kabla ya kuzindua azma yake ya kugombea urais kwa mara ya 4. Na baada ya uchaguzi, Odinga alikataa tena matokeo ya kura hiyo iliyopigwa Agosti 8 mwaka 2017 akisema iligubikwa na kasoro. Aliwasilisha ombi kwa mahakama ya juu kupinga Rais Uhuru Kenyatta kutangazwa mshindi. Katika hatua ambayo haikutabiriwa, mahakama ilibatilisha matokeo ya uchaguzi na kuamuru uchaguzi urudiwe. Odinga lakini alijitoa kwenye uchaguzi huo wa marudio uliofanyika Oktoba 26 akisema kura hiyo haitakuwa huru wala ya haki na hivyo kumwacha Kenyatta kama mgombea pekee. Rais Kenyatta alishinda kwa asilimia 98. Na mnamo Januari 30 mwaka 2018 Odinga naye alikula kiapo cha mfano cha rais kama rais wa watu katika bustani ya Uhuru Park mjini Nairobi. Mimi Raila Amolo Odinga nachukua wadhifa wa rais wa wananchi wa Jamhuri ya Kenya na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa watu na Jamhuri ya Kenya. The people and the Republic of Kenya.
Wiki kadhaa baadaye, katika hali ya mshangao, Kenyatta na Raila walionekana kwenye ofisi ya rais iliyoko Harambee House jijini Nairobi, wakipeana mikono na kuahidi kumaliza uhasama wa kisiasa. Makubaliano ya Machi 9 yanayojulikana zaidi kama handshake yaliashiria mabadiliko kuelekea mzozo wa baada ya uchaguzi wa Kenya. Mwaka 2021 Odinga alizindua azma yake ya 5 ya kuwania urais chini ya muungano wa Azimio la Umoja, akiungwa mkono na rais anayeondoka Uhuru Kenyatta. Kama ilivyokuwa katika uchaguzi uliopita, alikataa matokeo baada ya naibu rais William Ruto kumshinda na kwa mara nyingine kudai kulikuwa na dosari. Aliwasilisha ombi katika mahakama ya juu ambayo ilikubali matokeo ya uchaguzi. Odinga alijibu hatua hiyo kwa kuongoza maandamano ya nchi nzima akitaka mageuzi kwenye uchaguzi na uhesabuji wa kura. Baada ya miezi kadhaa ya maandamano ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2022 na ukosoaji mkubwa wa serikali ya Rais William Ruto, Odinga alitangaza nia ya kuwania wenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, akilenga kubadilisha maisha yake ya kisiasa ya miongo kadhaa kwenye jukwaa la Afrika. Lakini Mahmoud Ali Yusuf wa Djibouti alimshinda kwenye kinyang'anyiro hicho.